Nasisitiza tu wewe wanawake ambao ni mabikra. Sasa mabikra wenyewe wako wapi? Wote washavurugwa sasa hivi. Hawana lolote, hamna cha bikra wala nini. Kwa hiyo wanaume tunajitahidi, tunaforce, tunaoa hata hao ambao angalau japokuwa wameshana nini, tutafanyaje sasa? Tunaoa. Oa mwanamke ambaye bado hana mambo mengi kichwani. Huyo singomaza kashawahi kupambana, kashawahi kufanyaje? Kwa hiyo atakupelekesha sana. Atakuona wewe hujui kufanya kazi, atakuona wewe. Kwa hiyo na nishawasi vijana. Kama mwanamke ukisimuliwa mwanamke ameshawahi kuwa na mahusiano ya aina 5 yote, usimuoe huyo mwanamke. Tafuta yule mwanamke ambaye anasema mimi ndo nataka nianze maisha na wewe. Wewe ndo mwanaume wangu ambaye nataka nidumu na wewe kwenye ndoa. Ndo nataka nianze maisha na wewe. Lakini usioe yule mwanamke ambaye anasema nilishawahi kuumizwa sana huko nyuma, naogopa kuingia kwenye mapenzi. Leo nimeingia na wewe kwenye mapenzi. Nataka wewe ndio uwe mwanaume wa furaha yangu. Yaani anakuja kwako kwa ajili ya umpooze maumivu ya mwanaume fulani. Wewe, hiyo kazi huiwezi hata siku moja. Kuna vitu ambavyo utavifanya wewe, japokuwa ni vitakuwa utaviona vya kimasiala, lakini atakufananisha na yule mwanaume wa mwanzo. Ni wale wale. Ngoja niwaambie sasa, wanawake, wanaume ni wale wale. Utatafuta huyo mwanaume ambaye unamtafuta wewe kwenye kichwa chako, hautakuja kumpata hata siku hii. Unakuta mtu ni malaya, alafu anaomba Mungu ampe mwenza wake mwema. Hivi akili kweli inakuja hapa? Hata Mungu alisema nitakupa kufanana naye. Sasa wewe ni muhuni, unataka upate mtakatifu, uanze kumteza mwenzako na umalaya wako. Wewe ni malaya, unapewa malaya mwenzio. Ngoma draw. Mkishatakutana wote malaya, mkishindwana, haya achaneni. Lakini msiachane kabisa, mrudiane. Muachane nani akuoe. Ushachezewa huko. Ndo haya yanatokea. Unakuta mwanamke kabla ya kuolewa anatumika. Ndo akishaingia kwenye ndoa, wanaume sio wanabibamia, sio wanaume wana nguvu za kiume. Usingetumika kabla ya kuingia kwenye ndoa. Hayo mambo ungeyajuaje? Umekutana na wanaume tofauti. Nilishawahi kuwatolea mfano. Umekutana na mwanaume wa kwanza, mwanaume hawezi akakupa 100,000 yake akalala na wewe dakika 20, dakika 15. Lazima akishakupa 100,000 yake atatafuta madawa ya kujiboost. Aingie na wewe, anaweza kaingia na wewe kuanzia usiku mpaka asubuhi. Yuko na wewe, akipumzika anarudi. Kwa sababu katumia nini? Madawa. Kwa hiyo wewe, hiyo hali ya kukutana na wanaume ambao wanatumia madawa utaizoea. Utakuja ukutane na mwanaume wako ambaye yuko serious. Mwanaume wako anaweza kutumia madawa kwenye ndoa? Hawezi kutumia. Sasa wewe umeshazoea kutumia wale wanaume. Ushazoea kulala na wale wanaume ambao wanatumia madawa. Ataanza kumuita huyu mwanaume hana nguvu za kiume, hata muita. Lazima aseme hivyo kwamba huyu mwanaume hana nguvu za kiume, anakibamia. Kwa sababu alikuwa amezoea kulala na wanaume wale ambao walikuwa wanatumia booster. Lakini mwanaume wako hawezi kutumia booster. Hawezi. Kwa sababu gani? Mwanaume nje anatumia booster. Mimi siwezi nikakupa 100,000 yangu afu nikalala na wewe dakika 15. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hela inauma, hela ngumu. Ukiona mwanaume anatoa hela mfukoni, ujue kaitafuta kwa jasho sana. Ukiona mwanaume anakupa 10,000, 5,000, ujue kaipambania. Iheshimu. Ndio sisi wanaume ambao tunajitafuta wanatukataa. Wewe bado una hela, siji nini, wakishazalishwa na wenye hela ndo wanarudi kwetu mtaani ili sisi tuwaoe. Na sisi tunasemaje? Tushashitukia huo mchongo. Waende wakaolewe na hao wenye hela, waende wakaolewe na waliowazalisha. Mwanaume ukiona anakupa buku 2,000, ujue mwanamke anaweza akaamka hapa, akatembea kidogo tu, akarudi na 50,000. Utafutaji wa mwanaume na mwanamke ni vitu viwili tofauti. Anaweza akakutana na mshikaji tu, akampenda, akasema mimi nakupa hela, enda ukaitumie. Lakini wewe nani atakupa hela? Hakuna mtu anakupa hela. Na ndio maana nawasisitiza wanaume, usimtunze mwanamke ambayo sio mkeo. Tafuta mke wako, umuoe, uanze kumtunza. Unaona huyo mwanamke ambao wewe unamtunza, utampa hela ya nywele, utampa sijui hela ya nini, lakini ipo siku atakuja kutokea mwanaume ambaye yuko serious mwenzako, atamchukua na ataingia naye kwenye ndoa. Wewe utabaki na makaptura yako unashangaa, lakini ndo kashaolewa hivyo. Kijana, tengeneza maisha yako ikiwa bado una umri wa kujipambania. Usisubiri uzee uje ndo uanze kuhangaika, utakuwa ushachelewa. Huyo mwanamke mwenzako anaweza kaolewa na wanaume wengine wenye hela. Wewe utaolewa na nani? Wewe utaolewa? Si utabaki hivyo na umaskini wako. Kwa hiyo kijana, jipambanie maisha yako. Nilishawahi kuwaambia vijana, kosa la sasa hivi ambao wanalifanya, wanajilinganisha maisha yao na wale wazee ambao wameshaanzaga kujitafuta zamani. Wana miaka 50, 60, 70. Wana nyumba zao, wana magari yao. Kwa hiyo mzee kama huyo kumhonga binti ni kitu cha kawaida sana. Kumpa 200,000, 500,000 ni kitu cha kawaida. Sasa nao vijana wanawaiga hao wazee. Wewe kijana unaishi kwenye nyumba ya kupanga, unaishi kwenu, halafu unamhonga binti 200,000, 50,000. Halafu huko mbele utakuja kufanyaje? Utakuja kufanyaje? Huwezi kuendelea.
Usishindane maisha na wazee ambao washajitafuta. Wewe umri wako ulionao usishindane. Eti wewe tafuta hela, wanawake watakuja. Waje wapi? Kwa nani? Kufanya nini? Wakati hauna hela walikuwa hawaji. Ukishapata hela ndo waje kufanya nini? Halafu sijui wanaume tuna akili za aina gani. Yaani mwanaume ukishapata hela ndo unaanza kuona anatakiwa niongeze mwanamke wa pili. Huo ni uhuni. Ni uhuni ambao utakiwi. Mwanamke wako unakuta kakuvumilia wakati bado huna kitu. Mpaka umejitafuta umejipata. Mpaka umejitafuta umejipata. Halafu ukishajipata unaanza